mwenyewe utathmini wewe moyo wako mwenyewe ya kwamba je, huyu mtu ninayetaka kuishi naye mimi nipoje, naye anatakiwa kuaje? Na siku zote watu wanaoenda mbali haina maana ya kwamba hao watu wanatakiwa kufanana kila kitu, no. Kuna mara wanatakiwa kupishana ili waendane. Ndio maana hata katika vidole vyetu vya mikono kiweka mfano tu, vidole hivi tulivyo navyo havilingani hata siku moja. Utakikuta hiki ni kifupi, hiki ni kirefu, hiki ni kirefu zaidi, hiki ni kifupi, hiki ni kifupi zaidi. Kwa maana hiyo, hata hivyo hivyo katika ndoa, panahitaji mfanano fulani katika roho, lakini katika roho pia hapo panahitaji, kama kuna mtu ana uwezo wa kushuka, basi kuna mwingine, kama kuna mtu ana uwezo wa kupanda zaidi, mwingine awe anashuka. Kama kuna mtu ana uwezo wa kupanda zaidi, mwingine awe anashuka. Kwa ina maana hiyo, mnapoenda katika mfumo huo, mnaweza mkajikuta mnapofika mahara mnakuja kukutana na kuwa katika hali ya usawa. Kwa sababu nini? Tayari mmetengeneza usawa katika mwenendo wenu. Ndio maana sasa panahitaji mtu ajielewe, mtu ajitambue ya kwamba mimi ni nani, nahitaji mtu wa aina gani, na hivyo vigezo ninavyovitaka, je, kwangu ninaviashiria? Kama huna viashiria ambavyo unavihitaji, inakuwa ni ngumu zaidi Mungu kukupa kile kitu ambacho unakihitaji, kwa sababu wewe mwenyewe umekosa hivyo vigezo. Kwa hiyo zingatia, unapomwomba Mungu akupe kitu kizuri, kigezo cha kwanza, hakikisha unatengeneza mazingira mazuri ya kufanya ukipata hicho kitu. Pia hakikisha unamuomba Mungu sawa sawa na kile kitu unachokiomba, na uwe na consistency kabisa katika kumuomba. Kwa maana hiyo, usipomuomba Mungu kisawa sawa na usipokuwa na bidii katika kumuomba Mungu kile kitu ambacho amekusudia, inawezekana majibu